wanajua kwamba pasipo na upendo hakuna umoja. Kama hakuna upendo hakuna mshikamano. Kama hakuna upendo hakuna kanisa, na kama hakuna upendo hakuna hata familia. Pasipo na upendo hakuna kinachoweza kusimama. Nimeona kwa macho yangu, kwa miaka niliyoishi na kwa uchungaji niliofanya katika kanisa, nimeona namna ambavyo upendo ukitoweka, hata vitu vizuri sana vinaweza vikasambaratika. Kama hakuna upendo hakuna kinachoweza kubaki. Na kuambia hata kanisa hili, kama hakuna upendo hakuna kanisa hapa. Tunaweza tukawa hapa tu kwa sababu bado Mungu kwa neema yake ametupa huo upendo unaotufanya tuonane kama kaka na ndugu, kama wazee wa kanisa na mchungaji, kama baraza la watoto na wanakwaya. Kama hakuna hiyo nguvu ya upendo inayoifanya kundi hili la watu wa Mungu wawe pamoja, wote tunapotea. Na unajua kibaya zaidi ni kwamba sisi tumeumbwa na tabia ya kupotea. Haleluya, haleluya. Sisi tumeumbwa na tabia ya kupotea. Kupotea ni kawaida ya mwanadamu. Kinachoweza kutuzuia katika kupotea ni nguvu yake Mungu iliyoachiliwa juu yetu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ambaye amekuja ili afanyike sababu ya kutokupotea, sababu ya kubaki katika hali ambayo Mungu ameiamuru toka mwanzo. Watu wanapotea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapotea. Nimesema hapa, mimi baba yangu alipotea. Na alipotea akiacha mke na watoto. Alipotea. Hatukumuona tena toka nikiwa na miaka 5 mpaka sasa. Alipotea na hajafa. Alipotea. Biblia haidanganyi. Kupotea kupo. Anayeweza kuzuia kupotea ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mimi naliupenda ulimwengu ili haya majitu yaliyo na tabia ya kupotea yakinijua mimi, yakaniamini, yasipotee. Haya majitu yote yanaweza kupotea, lakini kitu pekee kinachoweza kuzuia hali ya upotevu isitokee ni yeye ambaye amezaliwa kwetu leo kwa njia ya upendo. Naye anasema wale wote watakaomwamini. Mstari wa 17 anasema, mstari wa 17 inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha fanya nini? Amekwisha fanya nini? Ambaye hamwamini Yesu amekwisha fanya nini? Hebu mwangalie huyu aliyekaa pembeni yako, kama anaonekana kama aliyekwisha kuhukumiwa. Mwangalie, tutamwona tu. Aliyehukumiwa hapo utamwona tu. Mambo yake utayaona tu. Maisha yake yanajulikana. Waliohukumiwa miongoni mwetu ni wengi. Na wengine wako makanisani na wametutumua macho. Haitoshi kututumua macho. Kinachotosha ni kumkubali yeye mwana wa Mungu aliyezaliwa ili aweze kukuokoa na hali ya kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo tu ndiye anayeweza kutuokoa. Huyo tu ndiye anayeweza kutusalimisha. Huyo tu ndiye anayeweza kutunusuru. Kama sio yeye. Na tena, sikiliza vizuri. Tena, hiki ambacho Mungu ameleta kwetu hatuwezi kukipata kwa fedha tulizonazo. Hatuwezi kuinunua kwa vyeo, hatuwezi kununua kwa cheo, hatuwezi kuinunua kwa mahubiri, hatuwezi kumnunua Mungu kwa gharama yoyote. Lazima Mungu mwenyewe ajitolee ili akubali kufanyika kuwa zawadi inayoweza kupokeleka kwa njia ya imani, ili wasiostahili kama wewe na mimi tuwe katika hali ya kutokupotea na tuwe katika hali ya kutokuhukumiwa. Maana bila hivyo wote tumekwisha kuhukumiwa. Hayo sio maneno yangu, ndivyo Biblia ilivyosema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie tena huyu aliyepo jirani yako, kama anaonekana kama ameshahukumiwa hivi. Baraka hapa dawa ni moja tu. Ili usihukumiwe lazima umkubali huyu aliyezaliwa, ili yeye aweze kuondoa ndani yako
aina ya chuki, aina ya kiburi, aina ya maumivu, aina ya kila kitu kinachoweza kikafanya upotee au hukumiwe. Mambo ni haya mawili. Usipopotea unafanya nini? Unahukumiwa. Haleluya. Lakini yote hayo hayana maana, kwa sababu upendo wa Mungu umekuja kwetu. Hilo ndilo limetupa sababu ya kujisikia amani, kujiona tuko salama, kusikia bado Mungu ni wa kwetu, na kuona kwamba safari yetu ni ya matumaini, kwa sababu ni safari ya kubadilika, safari ya kutoka katika hali ya kukataliwa kuingia katika hali ya kukubaliwa, safari ya kutoka katika hali ya kuhukumiwa kuingia katika hali ya kusamehewa. Tukiwa katika hiyo safari ya matumaini, Mungu kwetu amefanyika kuwa sababu ya furaha ambayo dunia yote inaadhimisha leo, kwa sababu mwana wake Mungu yeye peke yake amezaliwa kwetu kama pendo la kweli. Bwana asifiwe sana. Yohana amesema vizuri katika ile sura ya 10 na mstari ule wa 10, mimi nalikuja ili wawe na nini? Uzima, alafu wawe nao tele. Maana yake wale waliomkubali, huyo anayeweza kutuzuia tusipotee, huyo anayeweza kutuokoa na kuangamia na kuhukumiwa, tukimkubali huyo, tutakuwa tumeupokea kile ambacho dunia haitoi, nayo ni uzima katika ukamilifu wake. Ndugu zangu, kama hakuna upendo, hamna linaloweza kusimama. Kama taifa tumeona juzi, tumejaribu kuishi katika hali ambayo sio ya upendo, na tumeona kilichotokea. Kama watu hawaipendi taifa lao, kama watu wamechoka kuipenda katiba yao, kama watu wamechoka kupenda ndugu zao, kama watu wamechokana, tunaweza kuuana tukamalizana, tunaweza kuangamizana na tusioneane huruma. Kitu pekee ambayo ni sheria isiyotumia bunduki ni upendo tu, kwa maana upendo itakufanya umuone kila moja ni wa thamani kama ulionayo wewe. Upendo pekee itaondoa tofauti zilizoko miongoni mwetu. Upendo utawashusha hata wenye mamlaka wajue kwamba Mungu amewaruzuku nafasi yoyote ile ili waendelee kuipenda nchi ambayo Mungu amewapa. Kama hakuna upendo, sisi ni wabaya kuliko simba, na tunaweza kuangamiza chochote. Askari polisi asiye na upendo ukampa silaha, anaweza akafanya nini? Mwananchi wa kawaida asiye na upendo akachukua hata silaha ya jadi mkononi, anaweza kufanya nini? Watu wenye mamlaka katika nchi wasio na upendo wanaweza kufanya nini? Kwa sababu kama hakuna upendo ambao ndio Mungu katikati yetu, mamlaka na nguvu na silaha zitageuka kuwa Mungu, alafu zitatumika kutaka kuleta upendo ambao hauwezi kupatikana kwa njia nyingine isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Haiwezekani. Haiwezekani dunia ikapata upendo wa kweli nje ya Yesu Kristo. Hakuna, haijawahi kuwa na haitakuwa. Na mimi nataka niwaombe sana waumini wetu wote, turudi tena kutafuta ule upendo ambao Mungu kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo aliuleta kwetu, ili wote waliompokea wawe na uwezo wa kutokupotea. Tunaadhimisha Christmas ya mwaka huu. Kuna watu hawajui watoto wao wako wapi. Tunaadhimisha Christmas mwaka huu, yanayosema ni mengi, yaliyo ya kweli hayajulikani na yaliyo ya uongo pia hayajulikani. Tumefikaje hapo? Yamkini tuliacha upendo wa Mungu. Yamkini tulijipa nafasi isiyo ya kwetu. Yamkini tulitaka kufanya yale ambayo Mungu mwenyewe alipaswa kufanya kwa ajili yetu. Na kwa sababu hiyo tumevuna kile kinachotokea pale ambapo upendo wa Mungu unapopunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza habari za upendo unaoleta wokovu. Hizi ni habari za upendo wa Yesu mwenyewe. Yeye aliupenda ulimwengu, wala hakuangalia chochote, hakuangalia hali zetu,
Hakuangalia fedha, hakuangalia vyeo, hakuangalia mamlaka. Aliangalia tu binadamu wetu, akajua toka mwanzo mwanadamu aliumbwa kama Mungu anayepaswa kuwepo katikati ya miungu wengine, akimtukuza na kumsifu Mungu. Tumefikiaje huko ambako tunachukiana? Tumefikaje huko ambako watu wamegawanyika kwa kiwango hicho? Tumefikaje huko ambako ile dhana ya kumwona kila moja kama kaka na dada haipo tena? Tumefikaje huko? Muulize jirani yako, tumefikaje hapa? Tumefikaje hapa kama taifa? Tumefikaje hapa? Tumefikaje hapa? Kuna mahali tuliteleza, na tuliteleza kwa sababu tulimwondoa Mungu kwenye nafasi yake, tukaweka vitu vingine. Kama tuliweka siasa, matokeo yake ndio haya. Kama tuliweka vyama, matokeo yake ndio haya. Kama tuliweka watu wenye mamlaka, matokeo yake ndio haya. Toeni wote mliowaweka kwenye nafasi ya Mungu, ili Mungu abaki kuwa chanzo cha upendo unaowaunganisha wote, wakubwa kwa wadogo, wamama kwa wababa, vijana kwa wazee, kwa maana Mungu ni pendo, na pasipo pendo la Mungu sisi tumeambiwa mambo mawili: aidha tutapotea ama tutahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigie makofi mengi Bwana Yesu. Bwana Yesu atusaidie tunapoadhimisha tena Christmas ya mwaka huu, iwe ni Christmas ya kutafakari upendo wa kweli wa Mungu, upendo wa kweli wa Mungu katikati yetu. Kuwa mtu wa aina gani? Kwa sababu upendo lengo lake ni kuleta mabadiliko. Upendo lazima uishe. Wale ambao mmependwa na mnaendelea kupendwa, hebu nyosha mikono kama unapendwa, una mpenzi. Wale mlio na wapenzi, nyosha mikono.